tafiti moja ilifanyika, wanasema watu zaidi ya 30 wanakufa ndani ya miaka miwili baada ya kuwa wamestaafu. Si kwa sababu ni wazee, kuna makosa ambayo yanafanyika. Wako watu wengi sasa hizi tunafanya maamuzi kwa hisia. Ukiona kitu tunafuata mkumbo, lakini ni wasii wapendwa, tunapaswa kufanya maamuzi kwa kuangalia rasilimali tulizo nazo. Uwekezaji suala la hatima ya maisha ya mwanadamu hapa duniani na hata katika ulimwengu unaokuja. Labda nitaje kwa haraka aina za uwekezaji, na nadhani niligusia hizi aina, na kiukweli kuna uwekezaji ambao unahitaji uwepo wako na kuna uwekezaji ambao hauhitaji uwepo wako, active na passive. Labda nizungumzie kwamba kuna tabia katika kila aina ya uwekezaji. Kama ni mfanyakazi unawekeza katika kazi, lazima uheshimu kazi, lazima ujitume, lazima ufuate taratibu za kazi. Na labda niseme kama umejiajiri, huenda ikawa ngumu zaidi na huenda ikakuhitaji kufanya kazi masaa mengi kuliko mtu ambaye ameajiriwa. Bwana mmoja alikuwa anasema hili, wala sitaogopa kulisema: watumishi wengi wa taasisi za umma hawafanyi kazi kwa sababu hakuna mifumo ya kuweza kuangalia, lakini kwenye private unapewa kulingana na uzalishaji wako, na hivyo watu wengi wanaona wako salama. Na ndio maana watumishi wa umma, kuna jina moja ambalo nimekuwa nikisii wasilitumie sana, permanent and pensionable. Wanaambiwa kwamba wewe ni permanent, yani wewe ni wa kudumu, na pensionable kwa maana ya kwamba pesa ipo umewekewa kwa ajili ya matumizi, lakini kiukweli hakuna kitu katika dunia hii ambacho ni cha kudumu. Na ndio maana wafanyakazi wengi wa serikali baada ya kustaafu, maisha yao yamekuwa ni magumu sana, kwa sababu wamefundishwa kutowajibika, hawajaandaliwa na maisha baada ya kazi. Na sasa uwekezaji mgumu wafaa kwa vijana na wanaoanza kazi. Nazungumzia active income. Huu uwekezaji waweza kuwa katika shughuli za kilimo, usafirishaji, ujenzi, biashara. Huu uwekezaji unahitaji uwepo wako, uhitaji maarifa ya usimamizi, uhusisha kuajiri wanadamu, na wanadamu kwa sasa imekuwa changamoto, sio ndugu wala sio mshiriki mwenzio. Kama kuna kitu cha kuangalia kwa umakini sasa hivi, ni namna unavyopata watumishi wa kufanya kazi na wewe. Tuwe makini sana, tutofautishe dini, tutofautishe masuala ya familia na biashara. Kabla ya kuweza kufanya biashara na shughuli na mtu mwingine ambaye tunamfahamu, tunapaswa kujiridhisha. Uwekezaji wa pili unahusu kuwekeza katika maeneo ambayo hayahitaji usimamizi. Kama nitaweza kutaja, labda nitaje kidogo kwa haraka, muda hauwezi kutosha kuweza kuingia katika kila aina ya uwekezaji. Huko uwekezaji katika mabenki, kwa maana ya mabenki kazi zao kuu ni mbili: kukopesha na kuhifadhi pesa za watu wengine. Na kiukweli wakati mwingine benki zinashindwa kujiendesha, zinahitaji kukopa kwa watu ili ziweze kujiendesha, na inapokopa inaweka kiasi fulani ambacho ni cha faida kwako wewe, na hii inaitwa FDR, kwa maana ya kwamba mabenki mengi yanatoa kati ya 7% mpaka 10%. Kwa hiyo kwa mwaka, lakini yako baadhi ya mabenki kutegemea na kiasi unachoweka unaweza ukapewa mpaka 12%, kwa maana ya 1% kwa mwezi. Labda ni kwa mwaka, no, kwa mwezi, kwa sababu 12% kwa mwaka ukigawa kwa mwezi ni 1%. Kwa hiyo watu ambao wanaanza maandalizi mapema wana uwezo wa kuwekeza, na matokeo yake wanapokuwa wanafikia mwisho wa utumishi wao wanaweza kuwa na kiasi cha pesa cha kuendesha maisha yao bila shida. Kuna uwekezaji katika hati fungani za benki kuu za muda mfupi na muda mrefu. Nimeona saa hizi pia kuna masuala ya hisa, kuna vikoba, kuna sakosi. Nimeona hata katika eneo la bima, bima ya maisha pia na unaweza kuwekeza. Kote unapata karibu 1% kwa mwezi. Sasa kiukweli ukiwa unaanza, ile hela inaweza kuwa ni kidogo kama kipato chako ni kidogo, lakini ukijenga tabia, ndio maana sisi wapendwa, tabia ni kila kitu. Kama tutaweza kuhakikisha kwamba tabia yetu inakaa katika namna ambayo ni sahihi, na ndio maana huenda mafanikio yaweza kuwa habari ambayo hutakutana nayo, kwa sababu tabia yako haina uwezo wa kubeba mafanikio. Labda nitaje kwa haraka uchaguzi wapaswa kuangalia mambo mbalimbali. Jambo la kwanza, unapochagua aina gani ya uwekezaji ufanye, unapaswa kuwa na ujuzi na maarifa. Usiingie, Waswahili wanasema kichwa. Uthubutu. Wakati mwingine wanapokuwa wengine wanajihoji, UTT ikoje? UTT je ikifa?
wale wanaothubutu na kuchukua hatua wanaweza kufanikiwa. Wakati ni muhimu sana pia kutambua wakati. Ukiwa kazini, kabla ya kazi, watoto, ujana, familia, utu uzima, maisha ya baadaye. Lakini pia swala la muda, malengo ulio nayo, usalama, lakini pia manufaa. Kwa hiyo kabla ya kufanya maamuzi yoyote ya uwekezaji, unapaswa kujiridhisha, unapaswa kufanya tafiti, unapaswa kuwa na maarifa, unapaswa kufahamu. Swali la msingi wapendwa, uwekezaji upi unafaa kwa rika au aina fulani ya watu? Sitakuwa na jibu la jumla, sitakuwa na jibu la pamoja, lakini niseme tu ya kwamba kabla ya kufikia hatua ya kufanya uwekezaji, pata muda wa kuweza kujiridhisha.